Biblia inasema mtu yeyote atakaye taka kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Na hapo tunaambiwa ndio tuangalie mbele continuously na tusiangalie nyuma. Maana tuna mvuto huko nyuma. Kuna vitu vinatuvuta huko nyuma. Mali, pesa, vitu. Ndio tusiangalie nyuma. Biblia inasemaje? Tuangamize hii. Tutese mwili wetu. Kwa hivyo in preparation for the second coming of Jesus Christ, lazima tutese mwili wetu. Haya, uliza jirani, mara ya mwisho kutesa mwili yake ilikuwa lini? Ilikuwa nini? Na kuna mtu anapenda kutesa mwili? Mimi sipendi. Nyinyi mnapenda? Kutesa mwili ni kunyima chakula. Kwanza kuna mtu aliniambia ati akifast anakunywa strong tea ndio mwili isimuitishe chakula. Nikamwambia you are doing a mistake. Unatakikana ukifunga mwili inakuitisha chakula mpaka unapagusa machozi. Namwambia Bwana ni kama nitakula nihurumie. Sasa hiyo fasting ni powerful. Lakini ukisikia mtu anakuambia hai niko siku 7 na sisikii kitu, afungue. Ni ya nini? Nikiule karibu, sasa unafanya nini? Kama uko fasting na hausikii ni ya nini? Fasting unatakana usikie. Mpaka ukisikia watu wanakuchekesha, unatoa tu meno. Hauwezi kucheka maana maumivu ni makali. Lakini hauwezi kutuambia una fast na alafu unacheka tu. Unatoa wapi sukari? Unajua watu wengi ni vizuri kujua effect ya glucose kwa akili yako. Wakati uko fasting, ukichukua peremende umumunye, umerudisha furaha kwa mwili. Kwa sababu mwili ukisikia hiyo sukari, unasisimuka tena. Na unaweza kukuitisha vitu vile inaitishanga ukisikia hiyo. Maana wakati umefasti, digestive system inalala. Ukiweka sukari kwa mdomo inaamuka. Zile vitu zinakuanga kwa tumbo za kupokea chakula zote zinafungua mdomo. Chakula inakuja na ni peremende. Sasa hizo vitu ndio zilale. Unateseka na ni likely utakula saa hiyo. Kama zimelala, washe zila. Zikienda kuamka zinasikia ni maji inapita, ni maji. Hakuna chakula. Ni maji. Wakati huu wadu na wadada, for preparation to be the bride of Christ, lazima utafute time ya kufinyiria hii mwili. Tesa mwili wako kwa kutoa vitu vile unapenda kwa watu wale wengine. Finyiria mwili wako kwa kutoa vitu unapenda kwa madhabahu za Bwana. Finyiria mwili wako kwa kutoa vitu zile uko nazo kwa maskini na watu wale wanateseka. If you do these things, you are preparing yourself for the second coming of Jesus. Lakini kama unaishi na raha, unapenda raha, unapenda mastarehe, everything you like pressure, you will find no time to prepare yourself, maana hii mwili haiwezi kukubali uprepare ikisikia raha. Na ndiposa Biblia inasema kwingineko, ole wenu mulie kwenye visiwa, parapanda itakosa kusikia na nyinyi. Visiwa ni wapi? Ni coast. Watu wale wote wako coast, they must be very careful. Kwa sababu coast ni mahali pa mastarehe na kuwekelea miwani hapa na kulala sana na kutembea ovyo na kukula tu vitu tam na kukaa bila nguo. Kwa hivyo uchunge mambo kama hasira, kuongea vibaya, kufanyana na watu kelele, kufanya madhambi mengi nafanywa. So Biblia inasema mtu yoyote atakayeponya nafsi yake ataiangamiza. Na yeyote atakayeiangamiza ataiponya. So ukipiga mwili wako, you will save it. Ukikataa kuipiga kwa sababu ya kuipenda, uipeberese, itakuonyesha maneno. Wakristo mkipeberesa mwili, hata kama uko na bibi, itakuitisha ingine. Hii mwili ukipeberesa dada, itakwambia uachane na husband yule uko nao, utafute ingine. Hii mwili haitakagi kupebereswa, ni kama kimtoto. Ukipeberesa mtoto sana, atakuonyesha maneno, atakuwa mwizi ama mtu mbaya, ama atakuwa uncontrollable. It's the same with our body. Ukipeberesa mwili sana, unapeberesa, unasema unajua mwili inataka, unajua itaikuitisha vitu mpaka ikuitisha mke wa jirani na umeokoka, nataka yule.
unaiambia ichinjwe katika jina la Yesu, inakuambia angalia vile amenona. Na ni wewe tu umepembeleza mwili hapo na kuipaka mafuta mara nyingi mpaka imeanza control bebe. If you love the flesh too much, it will take control of your life and it will take you to hell. So live in a way that if the trumpet sounds now, you'll be alert, you'll be aware. Na usigoje pastor atangaze fasting. Mtu asikilizange mwili wako. Ukisikia mwili wako imeanza kukuitisha vitu ambavyo haitakikani kuitishe, inakuambia uchukue pesa, utatubu. Chukua. Utatubu baadaye. Hata kuna mwingine alisema hii pesa nitachukua akibishop ataniombea Sunday anirudishe. Hiyo ni mwili inakuambia hivyo. Maana akibishop hana nguvu ya kufanya hivyo. Ni roho anakurudishanga, sio akibishop. Imeandikwa hauwezi kukuja kwangu mpaka roho akufutie. If you love the flesh too much, it will take control of your life and it will take you to hell. Nilisikia dada mmoja ameniambia mimi ninasikia kabisa nataka mzee mwingine na niwe wenyewe. Nikamwambia na wewe si umeokoka? Akaniambia ndio nimekuja, nimeokoka, lakini hata saa hii mahali amekaa nasikia kama nitakibia hapo. Nikajua hii mwili umepembelezwa sana. Nikamwambia sasa wakati umefika wa kupiga mwili wako viboko. Peana nguo zako mzuri. Inyime chakula. Inyime nyama. Kwanza uiambie nyama. Uiambie vile watu wa Nairobi wanasemanga nyama utazionea few sasa. Uiambie hivyo. Hata wakati utakula boga. Harufu ya nyama mwili nasikia inakwambia nyama, unaiambia never. Kuna siku niliambia mwili wangu nyama miezi 6. Na kuambia inanitesa mpaka. Naye watu hapa tunakaa wanasema kuna tunyama choma akibishop ameletewa. Paka nasikia ikiniambia kabafu kamoja si baya. Hata kuna kamoja nilishika hivi lakini nikasema I said no. Mke wangu aliona hiyo safari nilienda ya fasting nyama. Ilikuwa kali. Nami mwili yangu nikiambia kitu inasema yes sir, nisirudie. Until further notice. Maana naye mwili ukiitiisha sasa inakuambia thank you, nimetii. Until na further notice inafika. Inaanza kukuitisha ile vitu ilikuwa imekuitisha last year. Unaweza kukubali kutandika Margaret makofi mawili. Ninakuuliza hivyo na unasikia hata mkono imeanza kuwa mzito. To prepare for it. Haya sasa kale kama mwanamke ndio haka katukane. Hiyo ni mwili inakuambia hivyo. Sasa ukisikia mwili imeanza kukupatia suggestions, advices and imeanza kukupatia counsel, imeanza kukupatia direction, then the time has come to beat it. Amen. Amen. Haya, uliza jirani kwa swali hayo. Unaona kama mwili yako imefika mahali inataka kiboko, itadikwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku niliona ninafunga kula chakula, alafu mwili inanipembeleza jioni vizuri. Inaniambia watu wengi wakifasti wanakula jioni. Na nikasikia ni idea mzuri. So sikuli kutoka asubuhi, jioni nakula ugali ya kulipisha kisasi. Ukiona ninakula ugali mpaka machozi inatoka, ni ya kulipisha. Na nikaona hiyo ikiwa idea mzuri. Alafu sasa kesho nakaa hivi mpaka midomo inakauka. Kuanzia saa 9 saa 10 hivi naanza kutayarisha vitu vile nitakula. Mwili inanidanganya. Paka mtu mmoja aliniambia, uko na wageni? Ni chakula aliona saizi ile iko. Ajui hakuna wageni. Ni kulipiza kisasi ya mchana. Nasikia unakaa mwili inaona kanisa ndio haisikii raha ya kanisa. Unajua mwili haisikiangi raha ya kanisa. Alafu inaanza kukuambia hata fulani haidangi kanisa na anasoma ya television na amebarikiwa. Na unasikia advice hiyo ikiwa mzuri mpaka unasema Baba Mungu vile ninasikia na ni wewe ulileta hizi vyombo vya television
Hiyo mwili sasa itadike viboko 6. 7 days fasting. Sunday uanze, ufungue Sunday after service. Uone mwili utakuwa unaiambia tuombe. Inasema amen. Unaiambia usiku saa 9 tuamke tuombe. Saa 9 unasikia imejitayarisha kuomba. Until Father? Yes. Until after some months inakuambia wewe ndiye Yesu. Si Yesu anakuombea mbinguni. Lala mtoto lala. Unaamka unasema thank you Jesus, lakini Baba leo sitaweza kuomba. Sasa tena inaitisha nini? Uiangamize. Na mimi nawaambia vile inakwendanga. Ni hivyo ilivyo. Unaweza kufunga, ukifunga siku 40. Nimewahi kufunga siku 40 mara nyingi. Ukimaliza 40, mwili inakuanga kama katoto vile unaambianga katoto. Leta ile kikombe, kanakimbia kanaleta. Kimbia pale, kanaleta. Enda uleta ile, mtoto hachoki. Mwili ikimaliza 40, inakuanga hivyo. Unaiambia sasa maombi ya 6 hours. Haikuulizi kitu. Ngoja umalize miezi 6 baada ya 40 days fasting, miezi 7, miezi 8, unasikia imeanza kugoma. Unaiambia tuombe masaa 2, inakutadika 30, unalala. Unaamka kujiuliza nilifikisha wapi? Unaiambia tusome Bible. Ukiangalia Bible mara 2, inakuwa Piriton, unailalia. Unaamka asubuhi umeharibu makaratasi hapo, kuharibu na mate na vitu vingine hapo. Sasa unaona mwili sasa unakumbuka na umemaliza tu juzi. Hata mwaka haijaisha. Imeanza kuleta demands. Na hakuna mtu special. Hata mwili ya archbishop, mwili ya wahubiri, mwili hata ya apostles wakiwashiria itaitisha vitu. Itaitisha nini? Vitu. Yako inaitishanga nini? Mnaweza kukubali kuconfess? Simuongeleshe jirani asilale, mwambie there is a confession you have to do. Mwambie tunaambiwa useme ni nini inaitishanga, tujue dawa yake ile tutakupatia. Unajua kila mtu ako na mwili. Mwili ukipiga vizuri inatii kama mtoto. Ukisema ni Mungu, ni Mungu. Ukisema niimbe nyimbo 10, unamaliza zote. Ukisema ni maombi, unamaliza yote. Ukisema sasa naenda kwa kanisa na nitakaa asubuhi mpaka jioni, mwili haikuitisha hata lunch. Hata haikuambii uende toilet ama uende wapi. Maana imepigwa sana recently. Haikuambii anything. Ukisema sasa nikifika nyumbani nitapiga magoti masaa 3, mwili haiulizi, hata hausikii uchungu magoti. Unaona kama umekufa. Haya, washa mesi iende. Inaanza kukuuliza kwani ni lazima uende kwa kanisa. Inaanza kuitisha vitu. Mwishowe hiyo mwili yako na imeokoka, inakuambia unaweza kulala kwa jirani, damu ya Yesu ikutakase baadaye. Sasa mwili inaitisha tena nini? Wale mko na watoto wadogo kama mimi niko na watoto sasa wakubwa. Wakati walikuwa wadogo, nilikuwa ninapiga mtoto leo kwa sababu ya sukari. Namwambia nisiwahi kukuona kwa sukari tena. Maana watoto kabla hawajajua sukari ni nini, wanaishukuanga wanafanya hivi, wanacheza naye. Alafu adoti mmoja anamwambia, "Oja kidogo." Mtoto anasikia kumbe ni maajabu nimekuwa naye hapa. Sasa ana time hiyo kitu, anaingiza mkono wote. Unakuta ni kama kidheri. So sasa lazima ufanye nini? Umuonyeshe sukari, ukisikia hivyo na ushungu zinapelekana. Utamu na ushungu zinapelekana. Mtoto sasa unaona anaangalia sukari, hata anakuambia sugar, anakusukumia. Maana anajua sugar na hapa zinapelekana. Na unaona imefika mahali mpaka sasa sukari hachuguliki naye. Mwili naye ndiye huyo. Baada ya wiki 3, wiki 4, unaona mkono yote kwa sukari tena. Amejaza uso wote. Sasa inabidi umpige tena. Hivyo mpaka inafika mahali ambapo hautampiga tena, anawashana naye kabisa. Hivyo ndivyo mwili ilivyo. Amen.
Na ujue mwili, kama uliwahi kuwa na boyfriend na ukaokoka, kwanza ukiokoka mwili inanyamazanga kama a tamed animal. Unaiambia sitaki mambo ya boyfriend, unasikia ni kama imesema amen. Unaiambia na nitaishi hivyo, siwezi kukufa, amen. Unaiambia hata sio lazima niwe na mwanaume, amen. Paka unasema wokovu ni mzuri, na kuambia hiyo mwili ipatie 6 months. Inakuambia jai free. Paka unaanza kusema mimi sasa nimeokoka bwana, sasa kwa nini nafikiria juu ya jai free hivi? Nimekataa kufikiria juu yake, unanyamaza. Jai free. Na inaweza kukuitisha mpaka umpigie simu. Nilikuwa tu nataka kukusalimia. Mko tu. Hiyo ni mwili ambayo imekula vizuri, inaitisha hizo vitu. Sasa ni kusema lazima tena uikumbushe umeokoka, uiambie siku 3 hakuna chakula, hakuna kinywaji. Nasikia mwili ikisema hakuna, utakula. Na inaanza kukupatia suggestion, kukushoma. Na sijui hizi vitu kama kukushoma, wakati hatufasti kwa nini hatukuli? Wakati uko fasting tu ndio unaona kukushoma. Na wakati unakula hauonangi. Unailetea vitu kutoka bali zinanuka kama nini. Inaanza kujua ni mimi napakwa hizo. Ni mimi napakwa hizo. Ni mimi. Sasa inaanza kukuambia lete mzee hata kama ni wa wenyewe. Ukiitadika siku 3, unasikia joyfully amefanya nini? Ameenda. Kila kitu kimeenda. Inaanza kukuchunguza kama unataka kuitesa tena. Inaona hali imerudi chwali, kumetulia. Joyfully.